mambo gani yanaendelea katika mtaa wetu? Mambo hayo. Yaani tutaishaje vipi? Kazi ya mtemi ni gani? Umesikia habari hizo za mtemi wewe? Habari gani? Unasikia? Gani? Jinsi vimesambaa. Sasa tunajua kwani nani hajasikia? Hadi watasijui kuna bwana. Hosanna bukole, hallelujah. Hosanna bukole, hallelujah. Hosanna ni mambo. Moyo wangu vuma, Moyo wangu vuma. Tulieni hapa tuko salama. Moyo wangu vuma. Vuma. Moyo wangu vuma. Vuma. Moyo wangu vuma. Mangwasha aliwaza usiku kucha. Hakupata hata lepe la usingizi. Starehe ya usingizi toke wapi katika vurumai na mahangaiko yale yaliyomwacha fukara, mkata asiye na mbele wala nyuma. Aliwatupia jicho wanawe waliokuwa wamelala kando yake. Wanangu hata wana habari juu yale aliyokumbwa leo uzima la matango. Aidha hawana habari juu ya baba yao. Hicho kilikuwa ni kitendawili ambacho Mangwasha alitaji kukitegua. Lakini hata kikitegua salama itoke wapi? Mume huyo ambaye ni mfano tu wa mume kamwachia madhilo yasiyo na mwisho na mashaka yasiyomwisha. Laiti angalijua aliko, angaliomba dua tokomee kabisa katika uso wa dunia. Lakini kwa nini? Mimi sijawahi hata siku moja kumwazia binadamu yoyote maovu. Sembuse mume wangu aliyemuhifadhi na kumkinga dhidi ya manyanyaso yote kazini, akamuhifadhi na kumtunza. Basi katika mawazo hayo Mangwasha alilikemea wazo hilo. Shindwe! Lakini kila mara alipolikemea ndivyo lilivyorudi kwa nguvu na kuweza kuigasia nafsi yake. Alipofikia hapa alijikuta akitetemeka. Alitetemeka kama aliyemwagiwa maji ya barafu. Kitete kikamvaa. Mwishowe alifumba macho na kuomba. Na kuomba Mungu usiruhusu mabaya mkute mume wangu kule aliko. Usiruhusu hatari au hata mauti kumkuta. Bado ninamhitaji ingawa ametutupa kama tambara bovu. Wanawe bado wanamhitaji. Bora amwite baba, baba mtu. Amina. Alipofungua macho, aliwaza jinsi atakavyowalisha wanawe siku ya Mungu. Akiba ya chakula alichokuwa nacho iliteketea yote. Hakuwa na muda wa kuokoa kitu chochote kile ila wanawe hao wawili, Sayore na Kajewa. Mangwasha aliinuka na kuanza kuvisasambua vifurushi vya nguo alipovibeba mbio mbio. Na alipokuwa akivikagua, chozi lilimdondoka. Havikuwa vitu vya maana. Matandiko makuukuu, mararu ya nguo, mkeka na sahani chache zisizoweza kutamanika. Taharuki ilimvaa alipokumbuka vyeti vyake vya masomo. Vyeti vyangu! Angefanya nini navyo kama viliteketea? Hivi ndivyo vilikuwa tumaini lake la maisha iwapo Chifu Mshabaha angekuwa ikuja kumpiga karamu siku moja. Mangwasha alichakura ndani ya waka mkubwa kwa mkoba wake, lakini hakuweza kufanikiwa. Hatimaye akapatana na bahasha moja ndogo nyeupe. Bahasha hiyo ilikuwa imetiwa gundi barabara. Mangwasha akashangaa sana jinsi barua ile iliingia mkobani mwake. Bahasha Mrima inafanya nini kwenye vitu vyangu? Mbona Mrima yake bahasha yake kwa vitu vyangu bila kuisoma? Basi Mangwasha akaamua kuisoma bahasha ile. Akaamua kuirarua pole pole ili asije akaharibu kilichokuwa mle ndani. Alipofaulu, alipata barua ambayo ilikuwa imefungwa kwa peto 3. Akaamua kuisoma barua hiyo liwe liwali. Basi Mangwasha alipokuwa akisoma ile barua, macho yaliingia kiu.
Pumzi zilianza kumwenda mbio. Alikuwa mwingi wa mawazo. Barua ile ikamtia kichefuchefu. Mangwasha akaamua kuitupa pale ndani ya mkoba wake. Basi Mangwasha alichungulia macho kama alitaka imwambie mwandishi ni nani. Haikuandikwa jina lolote, haikutiwa sahihi. Mwandishi hajulikani, ila ujumbe aliufahamu barabara. Mangwasha, siku zote hizi ulikuwa unachezeshwa kayamba tu. Ati walisema Osama alipewa hatari kwa usalama duniani. Kuna Osama kuliko huyu. Kwa nini Mungu aliruhusu moto ule kunitia kwenye shimo la maangamizi na wanangu? Ama kweli moto ule umenitia tafilisi. Nitaishia kula mwande na wanangu. Huku ndiko kufa kingoto. Ndugu zangu, mmesikia habari hizo ambazo zinaendelea katika mtaa wetu? Habari Njoo niwaeleze ndugu. Njoo niwaeleze. Wajua moto ule haukuanzishwa eti na kasoro za umeme. La, ulianzishwa na bwenyenye mmoja anaitaka ardhi yetu. Najua eneo la Matango ina nafasi kubwa ambayo bado haijajengwa. Sasa wanaitaka kwa nguvu. Kweli wanaitaka kwa nguvu. Ngoja. Wewe unajibati ama ni uzushi tu? Kweli, wewe unajibati ama ni uzushi? Ni habari za kuaminika. Lakini kwa nini tu tusimuone bwana chifu? Lazima anaelewa mambo haya. Ukweli nilikuwa nimewaeleza kwa nini tusimuone bwana chifu. Hapana. Huyu ndiye mnapita. Wewe kupitoka hapo. Laiti wangalivuta fikra zaidi, wangalijua chanzo cha mateso yao. Baada ya muda watu wale walikuwa hawaelewani tena. Wengine wao waliweza kuwaita wasaliti, wengine wakasema kwamba waliweza kuuza wake zao ili waweze kupata ajira kutoka wakuu kule. Basi Mangwasha aliwaona watu wale kama kundi la jeshi lililokuwa likiroromoa kwa maumivu bila ya kupata matibabu. Kiongozi wao Lonare, ambaye amekuwa akipitia mitego aliyotegewa ya hatari na wakule. Basi Mangwasha aliyekuwa akifikiria haya ya Lonare, sauti ya Lonare ikapiga mwangwi akilini mwake. Nyinyi hamfahamu kuwa uongozi wa Mtemi Lesulia umefikia kikomo. Basi matatizo ya Waketwa yanaanzia hapa. Je, nikimwelezea Lonare haya atanamini mimi kweli ama atanamini mwongo? Lakini nitamwambia hata hivyo liwe liwalo. Wanangu, Saira na Kajewa, amkeni twende wanangu. Mangwasha alijulikana kama msichana mwenye bidii na alikuwa katika maendeleo. Masomo yake yalifika ukingoni alipomaliza kidato cha 4. Hata hivyo, bado alikuwa na hamasa kubwa ya kuendelea na masomo. Kwa hivyo alifaulu kumshawishi babake Mzee Shauri ampe ruhusa ya kuendelea na masomo. Japokuwa hakupata alama zilizomwezesha kujiunga na chuo kikuu, alijiunga na chuo cha ufadhili kwa Udengoni. Mangwasha alikuwa msichana mwenye umbo lilovutia sawa na tabia yake. Alikuwa si mrefu, si mfupi. Karibu na ofisi ya chifu kulikuwa na jumba kubwa la ghorofa 5 lililokuwa idara kadhaa ya serikali. Mojawapo ilikuwa ya maji. Hapa ndipo Mrima alipofanya kazi kama karani. Huyu alikuwa kijana mcheshi katika kazi yake. Alikuwa akizuru ofisi ya chifu kila wakati kutokana na kazi yake bora. Ni hapa alipokutana na Mangwasha kwa mara ya kwanza. Aliinukia kumpenda msichana huyo ambaye pia alikuwa karimu na mchapakazi. Ilitokea wakati mmoja wakampatana na aghalabu walikutana kwenye mkahawa mmoja uliojulikana kama Mpenda Bure. Mkahawa huu ulimilikiwa na mzee mmoja tajiri aliyejulikana kama Sagilu. Ilitokea wakati mmoja akafanya usuhuba na kidusho mmoja aliyejulikana kama Sihaba. Sihaba alimpenda Sagilu, si kutokana na umbo au tabia yake, bali kutokana na mali yake. Sagilu alimiliki mashamba, vituo vya petroli na misururu ya maduka ya jumla. Alioa mara 3.
hata akawanyang'anya wanaume wenzake wake zao. Siku moja Mangwasha alipokuwa na mrima mkahawani, Sagilu aliingia humo. Wapeni njia, wapenzi, wapeni njia. Waje mbele tuwaone, wapeni njia. Uninyunyuzia maji. Mangwasha, my love. Na mpenzi. Waona mandhari Mandhari yake ni mzuri sana. Kweli kabisa, karibu keti Asante. Hapa sasa huwa ndo nakuja kujivinjari siku zote hizi. Mhudumu. Naam. Hebu njoo. Umesema mandhari yako. Tafadhali ningependa kuagiza sharubati. Na wewe? Nami pia nilete sharubati. Sharubati tu. Sharubati. Agiza chochote kile, mimi nitagharamika. Sharubati iko sawa. Sharubati tu. Sharubati. Haya, hamna tatizo soda water. Niletee soda water. Asante. Sasa mpenzi, yani wewe nakuambia uagize chochote utakacho, alafu naagiza tu Mimi niko uko sawa vipi usije ukawa na hapa panakuja matajiri, watu wenye fedha. Mhudumu. Njoo. Naam bosi. Kata sharubati. Sasa hivi, nakuletea sasa hivi. Sawa. Daima mtu yule nichukiza sana. Mwishowe Mangwasha alikoma kwenda mpenda bure. Sagilu alikuwa ameanza mazoea kwenda huko saa za mankuli. Hilo alikumpendeza Mrima pia. Kwa hivyo wawili hao waliukwepa mkahawa huo na kwenda kutafuta vibanda duni ili mradi wapate cha kutia tumboni. Hazikupita siku nyingi, Mrima akakutana uso kwa uso na Sagilu. Kijana, fahamu kwamba siku zote naoza ugopeshi na mawimbi. Asante wangu, ya mawimbi na naomba yanatokea wapi? Nimesema fahamu kwamba siku zote naoza ugopeshi na mawimbi, sawa? Nawe kaa ukijua kwamba ghadhabu ya mawimbi ni furaha ya papa. Peleka kisogo nyumbani mzee. Tokea hapo Mrima alimwomba Sagilu kama upele. Kila alipomwona alipinda na kwenda njia nyingine. Miezi mingi ikapita, usuhuba baina ya Mrima na Mangwasha ukapamba moto. Mrima akapata shauri ya kwenda kupeleka posa huko Dengoni. Posa ilikubaliwa na habari hizo zikachukuliwa vyema na jamaa na marafiki zao. Lakini kwa upande mwingine, Chifu Mshabaha hakufurahishwa na habari hiyo. Kwa hivyo alimuita Mangwasha afisini mwake. Mangwasha! Njoo hapa. Naam chifu. Msichana. Nilidhani una akili, kumbe una hata chembe. Unakata kuwa tajiri msifika katika nchi yetu. Kwenda kuolewa na mtu kama yule. Unatia afisi yangu aibu kiasi hiki. Bwana chifu, singependa kukuvunjia heshima lakini nimeamua kuolewa na mtu ambaye ni chaguo langu. Hata kama si chochote si lolote, ninampenda jinsi alivyo. Si mabaishi na utajiri bali heshima na mapenzi. Kijana fukara kama yule, mwenye kula matongo ya macho, atakupa nini? Sagilu anakuhakikishia maisha ya kifahari na stalazi za kila aina. Wewe umekazana kupotana na kitu kama kile kisicho mbele wala nyuma. Ninakuonea huruma sana. Bwana chifu, maisha mazuri hayapatikani katika pesa tu. Yapatikana. Naomba tuyaache haya maana ni mambo yangu ya kibinafsi. Ikiwa kazi yangu ni mbaya niachie mimi, niambie mimi, lakini maisha yangu niachie mimi. Toka hapa kwenda kumba. Mama hapo. Wakati ni watu wasiokuwa na akili hata ya kuchagua chumba. Ndio maana daima mnabaki nyuma kama makoti. Hata sijui kwa nini nilikuajiri. Umenivunjia heshima kumkataa rafiki yangu. Ondoka, urukenge. Kumba. Watu wengi sijui mambo gani haya yani. Dunia mbaya. Dunia mbaya. Sasa najua Chifu Mshabaha ameshanifuta kazi. Hawezi kunifukuza hivyo kisha nitake mimi nirudi kazini. Naona maisha uchochole sana amenikodolea macho.
Niende wapi kwingine? Sasa nitashika mti gani? Kwa nini Chifu Mshabani Nyambwe jinsi leta kama sisi Waketo hatuna mamlaka yote serikalini? Kwa nini msumari wa moto na kuyatolisha makovu ya zamani? Maswali kama haya yalimpita akilini kiasi cha kutompa muda ya kuyashughulikia. Mrima alipompitia jioni ili kumpeleka densi, alimkuta Mangwasha yuhoi binti Abani. Amelia hata macho yake madogo yamekuwa mekundu kama pilipili hoho. Mangwasha. Mangwa. I love you. My love. Najua utaki. Mangwasha. Mbona macho yako mekundu namna hii? Mrima mpenzi. Sasa najua nimeshafutwa kazi. Nimeboronga mambo leo. Mshabaha amenitusi eti kwa sababu nimemkata rafiki yake. Rafikie nani? Lile jezo la siku ile. Ala? Sagilu. Ndiye hasa. Anatia kitumbua mchanga. Hivi kuna penzi la kulazimishwa kweli? Yaani Sagilu anadhani kwamba maisha ya sasa ni ule uchaji wa zamani wa mtu kuchaguliwa mchumba. Leo Sagilu atanitambua. Hani. Nifanye ujui habari hizi. Hilo litanihakikishia kazi yangu. Usitie shaka basi mpenzi, Tajifanya kwamba sijui lolote, Haya basi poa. Mangwasha. Kama unavyoona, leo nilikuwa nimejitayarisha ili nikupeleke dance, Utaingia ndani ubadilike ama uko tayari? Niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Haya basi kuja twende dance. Harusi ilianza kutayarishwa. Jamaa na marafiki walialikwa harusini. Vijana hao walipendwa sana, si mjini, si kijijini. Siku chache zikapita, Mangwasha akaamua kwenda kuomba likizo ya siku chache kutoka kwa mwajiri wake. Aliandika barua rasmi ya kumpelekea Chifu Mshabaha, kwani hakutaka makabiliano kama ya hapo awali. Baada ya Chifu Mshabaha kusoma barua hilo, alimuita Mangwasha afisini mwake. Ndugu jamani, amka kumekucha. Uvivu ndio adui usababishayo njaa. Amka kumekucha. Mambo gani haya? Yani barua. Ndio habari ya likizo. Likizo ni Mangwasha. Mangwasha, njoo. Ulisema unataka likizo ya nini? Ninaona hukutaja katika barua. Samahani bwana Chifu, lakini ni matayarisho ya harusi yangu. Matayarisho, Na baada ya harusi, ungependa kwenda kwenye fungate zenu? Naelewa. Hakuna hela za kuwapeleka ng'ambo au visiwani kwenda kusherehekea harusi yenu, Vitoke wapi kwa mtu kama yule asiye na satua? Sasa naona mnahitaji wa Samaria kama sisi kuja kuwatoa shimoni. Dunia hii. Mambo mengi, mambo ni mengi. Haidhuru. Nitakupa likizo ya juma moja. Hata kama hamtaenda kokote, mtakaa nyumbani mkipanga kuwa na jeshi la watoto watakaowasaidia mbeleni. Ndio. Asante bwana Chifu. Asante zako pelekea Mrima. Sawa. Toka hapa kwenda. Toka. Chifu Mshabaha alialikwa harusini lakini hakufika. Alimtuma msaidizi wake ili aweze kumsimamilia. Harusi ilifungwa katika kanisa kubwa lililojulikana kama Mtakatifu Marko lililoko mjini Taria. Wape vidonge vyao, wakimeza wakitema ni shauri yao. Wape vidonge vyao, wakimeza wakitema ni shauri yao. Wape vidonge vyao, wakimeza wakitema ni shauri yao. Wape vidonge vyao, wakimeza wakitema
ni shauri yao. Wapeni njia, wapeni njia. Waje mbele yetu waone, wapeni njia. Wapeni njia. Waje mbele yetu waone, wapeni njia. Wapeni njia, wapeni njia. Waje mbele yetu waone, wapeni njia. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wabaraka yeye. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wabaraka Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia leo ndio siku ya siku ya ndogo kumla mwanawe. Tunaenda kuwafanya Bwana Mrima na Bi Mangwasha kuwa kitu kimoja. Kuwa kitu Kimoja. Ningependa tuweze kumkaribisha Bwana Mrima kwa wimbo Hatimaye ni leo. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Leo siku yetu muhimu ya harusi. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyoona Bwana Mrima amewasili anatabasamu kweli kweli. Najua leo ni siku ya Basi ningependa tuweze Bwana Mrima uweze kumkaribisha Bi Mangwasha kwa wimbo hivi. Malaika nakupenda malaika. Malaika nakupenda malaika. Nami nifanye kijana mwenzio. Sina mali sina we, nitakuoa malaika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama unavyoona Bi Mangwasha amewasili. Nami kwa nguvu nilizopatiwa na kanisa mtakatifu la Marko, nenda kuwafanya wawili hawa kuwa kitu kimoja. Basi Bi Mangwasha, ningependa uweze kuinua mkono wa kushoto wa Bwana Mrima, uweze kurudia maneno haya nyuma yangu. Mimi Bi Mangwasha namchukua Bwana Mrima kuwa mume wangu halali wakati wa raha, wakati wa shida, katika jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Basi Bwana Mrima, ningependa uweze kunua mkono wa kushoto wa Bi Mangwasha, uweze kurudia maneno haya nyuma yangu. Mimi Bwana Mrima namchukua Bi Mangwasha kuwa mke wangu halali wakati wa raha, wakati wa shida, kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Siku yetu muhimu, harusi yao. Haikuwa rahisi kufike leo hii. Siku yetu ya harusi. Bwana
ndio kipindi ambacho tulikuwa tukingoja sana. Basi Bwana Mrima, kwa ishara ya upendo, ningependa uweze kumbusu. Kwa sababu tupo mbele ya watoto, hamtafanya jambo hili. Basi ningependa muweze kusimama pale pembeni mwa jukwaa. Na basi nanyi muweze kupanga foleni. Basi muweze kusimama mulete mazawadi zenu. Nadhania matumbo yenu yapo salama. Yangu haijashiba. Mangwasha. Chukua hii na hii. Mtunza mume wako. Mpe mahaba anayehitaji. Sawa Mangwasha? Haya, nawatakia maisha mema. Asante. Jamani, anafanya nini hapo mwanamke huyu? Na si huyu ndio yule mwanamke ambaye alitumwa na Sajili kuja kuletea vitisho ofisini mwangu. Anafanya nini hapa? Mrima. Huyu si wakati wa kuogopa. Jamani, kweli mwanaume, jitie nguvu. Ashindwe. Mrima, nani ashindwe? Shetani, nani? Hakuna lolote. Kwani kumetokea nini? Hakuna, nimemtuma msimamizi wangu kuhakikisha hakuna lolote linaloenda vibaya. Hakuna. Bwana hivyo kaka, usiwe na njema zangu. Hebu jitambulishe. La sivyo, utakubalisha ukanyaga hata watu mmoja. Hebu niondoke. Sitaki hebu mbele za chama zangu. Nipishe. Unaenda wapi? Kaka nipishe, tafadhali usinikuze. Hapo kutu. Matokeo ya harusi yao ilisimuliwa kwa muda mrefu. Hata baada ya maharusi kutoka katika fungate yao, bado matokeo ya harusi yao ilikuwa katika vinywani vya watu wa Taria. Hebu tuambie ulichonacho, tuambie. Mimi nilibahatika kumwona mwanamke yule. Ulimuona? Aliingia kwenye gari jekundu aina la Mitsubishi. Hapana, hamjui ni Mitsubishi. Nikaamua kuingia kwenye gari langu na kumfuata. Nikaendelea kufuata mwanamke yule. Nikamfuata. Dereva yule alipoona kwa nilikuwa nikimfuata, aliingia kwa ile mitaa ya majuu. Lakini hebu tuulizeni, nani angeniwia kumdhuru Mrima? Mtu wa watu, mtu asiyekuwa na kitu ya kupigwa mfano. Baki hapo ukijiuliza, nahitaji kwenda kumpikia mume wangu. Hata wewe baki hapo ukijiuliza, hata nikampikia mke wangu. Hebu fikiri. Nasema fikiri. Badala ya kunitazama tu. Upelelezi wa polisi haukufika popote. Hakuna aliyemjua mwanamke yule. Mrima na Mangwasha wakaanza maisha yao mapya ya ndoa. Ndoa yao ilinawiri na wakabarikiwa na watoto wawili, Sayore na Kajere. Lakini muda si muda mambo yalianza kwenda upogo. Mrima alianza kushiriki ulevi. Alikuwa akikesha katika vilabu vya pombe. Hata kazini hakuwa anafika mara kwa mara. Kila alipofika nyumbani alikuwa hatakamini. Mangwasha aliamini kuwa mumewe angeweza kulewa pombe kwani mshahara wake haungemruhusu. Kwa hivyo siku moja iliamua kwenda kumuona rafiki yake wa chanda na pete, Bi Unguru. Eti nyanya na vitunguu vyote vinauzwa kwenye soko.